Wale maneno ambayo unaongea ni yapi? Yamekufa. Mambo ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kutoa mtoto huyu ajue hata akifanya kitu kibaya, anajifunza kwamba nikifanya hivi mama nyumbani atanichapa. Bwana Yesu asifiwe. Nikitusi mwenzangu mama nyumbani atanichapa. Wewe uko mama wa aina hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema tuwe wasafi ili tufunze hawa wanawake vijana. Hawa wanawake vijana sisi tutawapata wapi? Bwana asifiwe. Huko kwetu Shabiringa, mimi natoka kule Shabiringa. Kule Shabiringa, nimeamka siku moja ninaenda kwa duka. Wanawake hawa vijana wanajiita .com, wanawake vijana. Wanajiita .com, hawa hawasikii. Wala sisi tuliweza. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi na mapema mimi niko kwa mahali nanunua mandazi ya kukunywa nayo chai. Hata kwa mrembo kametoka. Wamesema tujiheshimu namba 1. Unajiheshimu namna gani? Jinsi ya kuvaa, jinsi ya kutembea, jinsi ya kuongea, lazima ujiheshimu. Ndio ujulikane you are a godly woman. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unanyarara tu maneno kama mtu anaenda kwa choo anauma anatupa unajiita godly woman. No. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawaambia ninaenda kununua mandazi watu tukunywe chai. Kasichana kametoka huko. Kasichana kadogo. Yaani wao wanasema waliweza. Bwana asifiwe. Huyu msichana kwa sababu pengine hakufunzwa, pengine ni wale ambao wasikii mafundisho. Huyu msichana ametoka na nguo yake yenye amekuwa nayo kwa shamba. Watu wametoka kuamuka, amekuwa kwa shamba. Bwana asifiwe. Amekuwa kwa shamba wakati alikuwa analima. Kuamuka ametoka kwa shamba. Wewe unajua shamba ambalo anaongelea. Bwana asifiwe. Amekuwa kwa shamba akilima. Wakati amekuwa kwa shamba akilima, ametoka na night dress yake. Ile nguo ni ya kulala. Bwana Yesu asifiwe. Ametoka na hiyo nguo iko sleeveless, kama kiti ni hapa anatembea akijitingisha hivi. Yeye ndio huyu. Anakaa mwenye alilala kwa magomieti. Bwana asifiwe. Amen. Nikamtazama nikashangaa. Mimi nafikiria mtu ametoka kwa Mungu. Na sasa ukimuona, nani anajua konokono? Nani anajua konokono? Ametembelewa na konokono. Bwana asifiwe. Amen. Huyu msichana anajiita .com, anatembea, anatingisha tu matiti, anajitingisha na ametembelewa na konokono. Nikiangalia miguu konokono, nguo ukiangalia konokono, yaani mpaka amejipaka. Nashangaa. Huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tutumikie nguo zetu mahali ambapo panafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguo ya kuvaa ukikuja kanisani, kuna nguo ya kuvaa ukilala, kuna nguo ya kuvaa ukienda kwa shamba, kuna nguo ukivaa ukienda jikoni. Tuheshimu nguo ambazo tunavaa tukienda mahali ambapo panastahili. Bwana asifiwe. Kumbuka kutoa nguo ya kulima shamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao wanawake vijana, ukiwaambia anakuambia sisi tuliweza. Sisi tulijua. Na unajua ako na nguo na ameamuka. Badala ajue kwamba hii nguo ilikuwa ya biashara fulani. Nimekuwa nayo kwa shamba. Nimetoka kwa shamba, nimeamuka, inafaa niende sasa nje. Mahali nitakutana na watu, mahali nitakutana na wazee, lazima nivae nguo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake vijana, muhui. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanamke kijana. Bado niko tuko mwanamke kijana. Wamesema tuwafundishe. Tuwe na nguo yeyote. Mahali tunaenda jua unavaa nguo gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Huyu msichana wakati ameamuka kule, huko kwa shamba yenye ametoka. Huko kwa shamba kwenye ametoka.
Unajua hii nguo imepandwa na makonokono kwa sababu huyu msichana hakufunzwa, hakutaka mafunzo. Yesu izomine. Amen. Unajua kuna towels hizi. Kuna hizi towels nyingi, kuna wengine wanauza hata tempo. Kama ujui mahali wanauza unitume. Wanasifiwe. Nunua hizi towels like 10. Wanasifiwe. Ukiwa na hizi towels hata 10, mtoto wako mabua haiwezi kufika ibada. Mtu kwa shamba analima. Wakati analima kule kwa shamba, wakati anamaliza kulima, anatafuta hata kama ni t-shirt ya mzee. Amechukua t-shirt ya mzee, imefanya biashara. Hiyo t-shirt mzee hajui ifanye biashara. Mzee anaomba asubuhi anakuja, anachukua nguo, ameweka kwa mwili. Mzee ndio anatoka anaenda. Anafika shambani sasa anamuuliza mali. Dida, nimekuona ndiko. Iko yako inajua. Wanaweza kusikia. Iko nini nguo yako? Wanasikia. Amen. Wanaweza kusikia. Amen. Katika hali ya kutumikia hii, wewe unamwona mtoto mahali. Haya mambo ya mtoto yako hapo yote. Mtu mahali ananisikia. Haya mapua yako delicate. Ugugu na gulangu, gugu jeans, kwa mzee. Umechukua kwa gulangu na kupanguza mtoto kwa mapua. Mtoto anaanza vidonda. Vidonda vimejaa kwa mapua. Mtoto anashangaa. Wakati anakuambia, "Ai, my dear, kwa lingulangu leo. Hii mapua yangu leo." Unamwambia, "Mbona utaenda tena?" Wanaweza wasiniwe? Amen. Mbona utaenda tena? Kwa wale warembo wako, wewe umesababisha hiyo. Kuchukua kukureka kwa jeans. Unakumulia mtoto kwa mapua, unararua. Unataka kutoa kwa chamasi. Unashangaa, "Woi, mapua imekuwa kama." Hata kutoa makamasi. Anataka kwenda kujisaidia hawezi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake vijana. Tukubali mafundisho. Nimesema hii kama ujui mahali iko, unitume za kuletea tele. Nunua hivi vitu 10. Kuna kidogo kidogo unachukua unaweka ndani ya maji. Kwa ongo, unafua vizuri unaanika. Tunapokuwa safi, unakuja macho kwa shamba lako. Weka mahali. Wakati biashara iko unaendelea kumaliza kulima, chukua kitambaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake vijana mmechuka hivi. Wanasema kani wapende nao desa ni wale wale. Bwana wapende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwanamke kijana, basi watoto wasipite hata wafagi nyumba. Wanawake vijana hao unaona warembo hao, wanayetazama hao. Mrembo huyu anaamka tu asubuhi. Na hivi ndivyo mwana ulimo. Na anapenda kuvaa nguo nyingine inaitwa sleeveless. Bwana Yesu asifiwe. Aya. Yesu asifiwe. Aya. Kuna silaha mingi, silaha ni mingi. Kuna silaha hata ya tembo, lakini zimewekwa ndani tano. Hizo zinaonyesha mtu ambaye hana pesa za kununua. Na kuna silaha nzuri inauzwa hata shilingi 200. Yaani ile unataka kununua ukicheka, wewe umesimama na biashara inatembea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia ya 200 ya cheo ile tunanunua na 200. Kuna ya tembo. Bwana asifiwe. Basi naitwa silaha. Yesu izoni. Amen. Unacheka para cheka cha ndamu peke yake uanze shambulia pana. Useke kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Wanawake vijana. Wamesema sisi wazee tuwakule. Unajua watoto wanasahau hata wamesahau katika hii yaani hapo zetu kikuwa chafu kama hii. Inafaa tu slash.
Ushirasi vizuri. Unasilashi. Ili hata mgeni akikuja. Wakati Dalia anakuja jua hata Bwana Yesu asifiwe. Yesu izomeni. Wanawake vijana. Alafu amependa nguo ambayo inataka kuonyesha kwamba huyu. Yaani ukiangalia yaani sitting room kwake, ukiangalia mbele ya nyumba. Ukiangalia mbele anataka kutuonyesha kila wakati. Amebeba maji anataka mtoni. Yaani toka imetaa kana huwezi jua ni kana gani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hii nazi imemea mpaka imeoza, hii nazi imemea ingine imekuwa sijui nini, ingine imekuwa mpaka na grey. Bwana asifiwe. Hii nazi inaanza kutoa harufu kingine. Ukikaa karibu na yeye wakati wamekaa ile shamba nini na ukiinua mkono kusema Bwana Yesu asifiwe, kusema amen, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake vijana, tukubali mafundisho. Hata na watoto wetu wadogo kama hawa, tunawatayarisha. Bwana asifiwe. Huyu ni mshahara wangu. Tunawatayarisha. Kama huwezi kununua hiyo slasha, kuna slasha nimesema. Kuna slasha. Slasha ya 10 bob, slasha ya 50, slasha ya 100, lakini yote inacheka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Watoto wadogo kama hawa, lazima watoto wafunze. Brother, grade 9. Huyu mtoto anafaa jua wakati atakuwa mkubwa. Mama inaanzia tu kwa mtoto kama huyu. Kwa sababu tunapokuwa na hawa nyumbani wanafanya kazi nyingi. Hujaosha vyombo, hujafagia nyumba, hujapanguza meza, tunawatayarisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, huyu mtoto atakapofika ako na kopa yake imekuwa chafu, msaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuwasaidie watoto wetu sisi wa mama. Tuwasaidie watoto wetu ili wasiwe na aibu. Ili wasituletee maaibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wazee pia. Hayo wazee ambao naona. Nataka mtu anisomee verse 6. Verse 6. Nisomee verse 6. Sita inaendelea kusema hivi. Hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi. Nitasema vizuri. Hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi. Hivyo. Endelee. 7 inasema hivi. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahimilivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wana vijana, kwa sababu kuna vijana ndani ya nyumba. Kwa sababu huyu mama aishi peke yake, huyu mama anaishi na Swahili, huyu mama anaishi na Felix, huyu mama anaishi na huyo my brother na mwingine. Bwana asifiwe. Mwanaume wewe pia uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia ilisema inafaa tupende hawa wanadada. Na hawa wanadada watuheshimu. Yesu asifiwe. Tuwapende. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watuheshimu. Wewe unapenda bibi yako. Brian, unapenda bibi yako? Good. Eliza, unapendwa? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hao wanaume vijana, hawa tena wamekuwa na maneno. Na nipa si, hao wanaume vijana. Hao wanaume vijana wakati nikitaka kutoka pale, amemwacha tu. Hajui kama huyo msichana ni mtamani, inafaa nimpelekee kwa salon atengeneze kanywele. Inafaa nimnunulie kanguo kazuri. Inafaa nimnunulie
niwe mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kuna mwingine hata tangu aoe bibi hajawahi mnunulia hata nguo. Mkani ajiendelea siku ziasi na zi wao. Bwana Yesu asifiwe. Manguo kwanza tuko nazo kwa bazima baada ya nazo. Na baba yake anasema ninampenda namna gani? Wakati huyu Eliza ameanza kwenda nafanya kwako yani mfano tafadhali usiseme mama akanionea. Nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Eliza anaenda kibarua anatoka huko amenunua kaskati yake kazuri. Eliza amevaa anaenda anaambia dada nataka mtengenezee kwa nywele. Unajua wakati anakuja nyumbani hata lala kwa hiyo nyumba. Unaenda muulize nani nitengeneze hii nywele? Nani ametengeneza hii nywele? Katika chakaraua na namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu msichana ameona wengine wanang'ara, mimi tu na hii dera tu nimekaa kwa dera, nikienda kanisa ndio naocha ndio nivae, nikienda wapi ndio nafanya. Amenunua hapo kaskati kazuri kakumshika mwili kidogo. Bwana nataka amwambie nimejua sababu wewe kufanya hivi. Kwa sababu unataka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na alishakuona. Bwana Yesu asifiwe. Wazee kila kiasi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee mwingine tu kwa nyumba amekuwa tu kisirani. Amekuwa tu kisirani. Unajua huyu mzee mjachana na yeye. Yeye ametoka asubuhi ameenda, amna kutafuta. Wakati hajapata ujui nuksa ambazo anashinda nazo huko, umeshinda nyumbani na watoto, uache watoto, ufanye nini. My friend, ukikuja jioni, hata kama umepata kaunga, huwezi kula hapo kaunga. Yaani unapotaka unampa kwani naenda kwa na ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wazee na sisi wa kiasi. Bigana. Kama wa kiasi. Biblia ilituona kwamba tupende wake zetu nao watuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu tuwapende nao watuheshimu. Unampenda mwanamke wako hata hiyo nguo nzuri hiyo. Nguo nzuri. Usiwe na aibu ya kununua hiyo nguo. Hiyo inaitwa document. Inaweka mahali nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaacha wewe unasema ni aibu kutoa hii nguo yangu. Na unajua hizo zinauza sokoni. Bwana Yesu asifiwe. Wanaziuza chepuni. Hata kuna wengine wa boutique anachikwanga na ihang vizuri kabisa. Yaani advertising. Bwana asifiwe. Sababu hii nguo inalinda mahali mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu amechukua, huyu analeta vitu za aibu. Analeta vitu za aibu kitaka anatoka bila kuvaa hiyo document. Bwana Yesu asifiwe. Hii document inategemea kwa ulilinda aje. Kuna wengine ni wachafu anachukua hiyo document ilikuwa white mpaka imetana grey. Bwana grey my friend usianike watu waione kuna aibu. Bwana asifiwe. Tulinde document zetu vizuri wamama wanawake vijana. Sio kana kanguo vizuri unakasugua vizuri unakuwa na kuiangalia. Bwana asifiwe. Unaiangalia ile binoishi ndio fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akasema mahali huyu mwanadada anajua kununua document yake. Ukiona mzee wake haendi namba mbele ya watu. Akinama msalaba iko nje. Kwa sababu hakuna hata document ya kushika hiyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukienda kununua yako mzee, nunuli yako madam. Na madam ukienda kununua, tena kuna za wazee. Namwambia kwa sasa, nilikuwa natembea nikapata hii. Sijui utanipenda, lakini mimi nimeipenda. Chenye nimependa pia utapenda, si ndio? Bwana asifiwe. Namwambia nimekuletea hii dada. Hii ni yako. Unaiona aje? Tusiwache wazee wetu watembea akifika mahali anashindwa kuinama. Akiinama mtara yote iko nje. Ingekuwa imeshikwa na hiyo document, haingekuwa iko nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wanawake vijana. Wanawake vijana hawa ambao ninaona hapa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Umesema tupende pia watoto wetu. Biblia imesema tuwapende watoto wetu. Hawa watoto kuna mahali hawa watoto mkiwaona wawili mnakuanga wawili kwa nyumba. Wawili tu. Mapenzi inakuwa moto kweli kweli. Wacha hata kajamaa kaingilie.
Unajua jana amesahau tu nani? Baba yake anaitwa aje? Silas. Wanawake wote imekuja kukuja. Tana nafasi hata na Silas. Wanaweza kukuja. Akiingia kwa nyumba yani Janet kanafahamu kwa Silas ingi. Na kitabu alikuwa anaingia na hi darling. Ameingia. Utakunywa maji, utakunywa soda ama utakunywa chai. Masala kwa gago na kubana. Bwana Yesu asifiwe. Tubalance na nini? Balance. Sisi kama mama tu balance. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa mzee wao kwa mzee. Na watoto wa mtoto wao kwa mtoto. Na wao mzee ujue mpaka alikuja kwa hii mambo hii mapenzi imegawana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa yote inaliko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aseme kwamba ai leo huyu shitati wangu siku hizi hapa anipendi. Bwana asifiwe. Mtendee kwa maana ndio inafaa tendee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto, vijana, wamama wa township. Lakini niliuliza swali na mtu. Hiyo swali nataka ujibu this Congress. Kwamba hiyo ilikuja kwa ajili ya mkutano huo wa mama. Wazee wa mama wetu sisi. Wamama wa kina mama Madam Beatrice na Rose. Wale wamama wa kitambo madam. Walikuwa wanasema wewe kama umenyeshewa. Nani ajui kunyeshewa? Wamama. Kama umenyeshewa haifai uende kanisani. Bwana asifiwe. Wewe umenyeshewa kanyo uzimo kanisa dawe. Madam waona kama mama wana ndio. Kama umenyeshewa. Kuna wasiku hizi wengine wa mama walikuwa wanasema kama umenyeshewa haifai uende kanisani, wewe ni mchafu. Basi hii ni swali naleta kwako. Kuna mtu mwingine wageni wanapokuja wanakuja mwezi mzima. Huyu jamaa atakaa tu nyumbani mwezi mzima kwa sababu ananyeshewa. Basi hiyo swali nataka unijibu. Swali la pili pastor wangu. Huyu mwanadada ametoka kwake nyumbani. Ako na sweetheart wake. Ametoka nyumbani kwake. Ameulizwa kusoma andiko takatifu. Hii andiko takatifu inafaa soma akiwa wapi? Kwa madhabahu. Good. Inafaa soma akiwa kwa madhabahu. Na nyinyi mnatuambia hawa mama wanaambia wanawake vijana kwamba ikifika siku ya Jumamosi usiende kulima. Na Biblia inatuambia hawa jamaa kwa Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo siku ya Jumamosi kwa sisi ndio kabisa. Huyu mwanadada mume wake hakuji kanisani sana. Yaani ni kama hajaokoka vile sana. Lakini yeye anakuja kanisani. Yeye nyumbani anampimia unajua alisema tusifanye tuende kwa shamba leo. Kwa sababu kesho Andiko linakataza. Huyu Akuje tu. Apewe tu. Anafanya namna gani huyu dada? 1 Corinthians 7. Akaja kusoma andiko takatifu kwa madhabahu. Baba, usiingie ndani hena. Hapa nimesimama na wapi kwa madhabahu? Hapa ni kwa madhabahu. Huyu mwanadada ametoka kwake. Akana msara kwake huyu. Baba msara sikule chakula yake kwa sababu anatoka kanisani kusoma andiko. Hapana. Ni maandiko. Ni maandiko. Sure. Fungulia maandiko. Wasome maandiko. Wasome Wakorintho wa kwanza 7. Nani ako na Biblia ya Kiswahili? Fungua Wakorintho wa kwanza. Korintho wa kwanza 7:2. Sasa Wakorintho wa kwanza 7. Kuanzia 7:3. Anzia 3 ukiteremka. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nisome hapa Wakorintho
Nataka tuone huyu jamaa inafaa fanye namna gani. Apewe. Ako ndani ya ndoa. Apewe. Ikifika Jumamosi, huyu mama kama aende kanisani. Yes. Na ako na huyu mtoto wake. Yes. Atampea kiongozi wake ama mnyang'anyi ama Ampe. Ni maandiko apewe. Ni maandiko apewe. Nyuma. Wakorintho wa kwanza 7. 1 Corinthians. Yafaa apewe. 7 tuanzia 2. Tutasoma kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Yes. Hapana. 7 anzia 2. Biblia inasema hivi: lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampende mume na ampe mke haki yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Fika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitabu kiko kwa wanandoa. Endelea uone. Kiko kwa wanandoa. Kiko kwa wanandoa. Bwana asifiwe. Hiki kitabu kinakataza usifanye hivyo kama Swahili nundi alina Joy, Mgamba alina Gladys, Nundi alina Moi, alina Silvia. Anachafua madhabahu. Lakini akiwa tu huyu wako na Elizabeth wake. Yes. Afanye biashara yote. Yeah. Nasi kuna Mungu Bwana Yesu kama umbele sipabasi. Nimeenda kwa hii, nimeenda kwa hii, naenda kwa madhabahu. Naomba Bwana unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haujasoma ukamaliza? Mama director waruhusu wasome yote. Nataka msome hiyo kitabu kiko nyingi ukisoma endelea mpaka chini. Maliza hiyo mstari. Maliza mstari. Wacha amaliza mstari. Soma hivi, soma Vasco. Haleluya. Ile inasema hivi. Mke hana amri juu ya mwili wake. Yes. Aha. Wakati umekubali Swahili kuwa mume wako, hauna amri kwa mume wako. Yes. Bali mke msinyimane. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Maelewano. Ili mpate kutokuwa na kiasi kweli. Yes. Kama mmeelewana peke yake. Lakini hiyo Jumamosi Jumamosi iko. Hapana. Hajaelewa. Joy, naomba wewe usome kitabu kuanzia juu ufike chini. Bwana Yesu asifiwe. Jumamosi iko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sato iko. Sasa ingekuwa nzuri fasihi. Sato iko. Lakini kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, basi wewe tunataka aende kwa mtani. Kwa sababu ya muda, a godly woman. A godly woman should be submissive. Bwana asifiwe. Wewe ni mwanamke mcha. Should be submissive. Number 2, a godly woman should be respectful. Bwana asifiwe. Unaheshimika namna gani? Heshima ianzie nyumbani. Kwa majirani ambao unaishi na wao. Mimi sasa hivi ndio kudanganya huku mimi na heshima ya kule shambani na asema wale mambo yangu kwa kutii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Heshima hii
Inafaa hivyo hata kwa nyumba, kwenye kiwatoto. To be respective even in the church. Bwana asifiwe. Wewe unaheshimu viongozi ambao wanakulea katika nyumba ya Bwana. Mwanamke mcha Mungu. Wewe ni msichana ama wewe ni mwanamke ambaye unaambiwa na kiongozi nataka tufanye hii. Hajamaliza kusema wewe ndio unaanza kuongea. Bwana asifiwe. Wewe ni mwanamke ambaye unatenda kazi nyumbani mwa Bwana. Ama yeye washe kama hanga aliona mama kwa wale kidiki. Hao watatuambia nini? Emilia kwa wale kina kwani mwana watu napaka mgwaro mikile. Wewe ni njoo mpaka ndani ya kitani lakini tukiwa kanisani tuheshimiane. Bwana Yesu asifiwe. This mwanamke should be number 3. Should show a self control. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona yani kumeiva sana, jaribu kuchemsha na maji. Yani jaribu kutuliza. Yani hata vitu vingine usione ni kwamba umeliona. Vingine lione ni kama hujaviona. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kutafuta amani na watu wote. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This woman mcha Mungu mpaka uwe na self control. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama warula na kila mahali yani hata watu wanakuchanga ni Joy aweza kweli. Joy na manyaki bila Joy hawezi kumakuwa. Kwa sababu anataka kumcha Mungu. Awe na self control. Bwana Yesu asifiwe. Should be a peacemaker. Mwanamke mcha Mungu. Wewe lazima upatanishe hawa. Umenipata mimi tunazozana na Sophie. Usikuje pale unaanza kusema sina mtoto. Hebu ndio kuingia bila nenda. Wewe leta amani kati yangu na Joy na wewe. Useme hata kama ilikuwa hivi, ndio acha hiyo hivi. Useme maana wao jendo. Kana kuanzane. Tufanye kazi kwa pamoja. Ndio tujenge mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usio ukiona bila jina unasema kifanye kitawepi nyingi na sawa. Ndani ni kwa gani kikali kimaona. Tulete amani. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wale wa kusogesha. Yaani ndio moto iwake sana. Kwa sababu sisi ni wanawake wacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa tupende Mungu kwanza. Si miungu, nimesema Mungu. Mwanamke mcha Mungu. Mpaka tu upende Mwenyezi Mungu na nguvu zako zote na akili zako zote. Ndio vitu vyetu viende sambamba. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupende Mwenyezi Mungu na nguvu zetu zote. Ndio tuite wanawake wacha Mungu. Na ukipenda Mungu hivyo wacha watu waone. Ali si juu na wala kweli maana mkani ya yangu sana. Kuliko dua. Weka magoti chini unapoomba omba yako mwenzako. Omba yako jirani yako. Omba yako hata kanisa. Hana kuitangaza wenyewe na maana wao boda. Na omba yako jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata ninapopita ukiomba najiambia maana mwana ni kweli cha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wanasema wenye tuko na waume zetu tuwapende pamoja na watoto wetu. Bwana asifiwe. Amen. Amejeza kumana anakazamana. Bwana Mungu figo. Mjinga wewe. Unajua sisi wamama tunaita watoto wajinga mpaka wamekuwa wajinga. Wale wetu. Usisasa kumpaka. Mama anaruka mtaka anakazamana. Kwa sababu mtaka awe nini paka. Na unajua mtoto akiwa paka wewe ndio paka mkubwa. Kwa sababu wewe ndio ulimezaa. Bwana asifiwe. So wewe unamsaidia ile tusi ambayo unatusi mtoto ujue wewe ndio mkubwa. Kama ni mbwa wewe ndio mbwa mkubwa. Kama ni kondoo punda hii unajua wewe ndio punda mkubwa. Kwa sababu wewe ndio mzazi wa mtoto. Na punda tu inazaanga punda. Mtu ndiye anazaa mtu mwenzake. So Mungu atusaidie wamama na wazee. Tuone maneno mazuri ya kutamka mbele ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Inafaa kila wakati she should teach good things. Tufunze wenzetu mambo mazuri. Ukaweza hiyo ikarawe na kufunza zawadi vita. Wala kana kulindi na letu watu wao hapa na kumjina kumfumo ile kweli. Aleta anatoka huko anajidembana kakabo hivi.
Anapika mtu anashika kaputia, mwingine anashika mkuu, wamemwonyesha chini wameanza kukutwana. Tusifunze wenzetu tabia mbaya. Tuelekeze tabia nzuri za kupendeza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke mcha Mungu should be kind and thankful. Bwana asifiwe. Mwanamke mcha Mungu should be kind, tena uwe na shukrani. Bwana asifiwe. Yaani basi unaweza mimi kwangu sina mahindi. Nimeenda kwa Sophie nimwambia Sophie, wanje kaliwaka wanje kwa mimi. Alinipa mahindi korokoro mbili. Yaani kwa sababu amenipa mimi amenisaidia sijanunua. Amenisaidia wewe ndio watoto wasiende kulala na njaa. Hata kumwambia tu asante. Yaani ndio kwa wanafika korokoro 20. Na unajua mimi sina. Bwana asifiwe. Amen. Tujifunze kushukuru hata kwa kidogo kile. Bwana asifiwe. Amen. Hata mtu amekununulia credit ya Kenbo, mwambie asante. Isiwe wewe ni credit da. Maana mnaona I am digging down straight to 50 bob. Jamaa hata kusema asante ndio bado kuna mada mapana kwa 50. Na wewe mwenyewe hukukua nayo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujifunze kushukuru. Asante. Ndio watoto wetu pia ukiwapia kitu nyumbani mwako wanasema asante. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujifunze na tuwe na moyo wa kutoa. Na wao usipewe tu kupewa kila siku. Ya wale wao wale. Hadi huo hata kuna kuona sana. Kama kuna baraka katika sana pia wewe ubarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa muda leo yaani wewe unataka tu kupokea. Wewe unataka tu kupokea na kutoa utaki. Hata na wewe utoweko pia na wewe wakwambie tu asante na wewe ufanye nini? Ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu mwanamke inafaa awe na courage. Bwana asifiwe. Amen. Uwe na nguvu, ukisema kitu unasema kitu na nguvu, bora unajua unasema kitu vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe na courage. Yaani ukiongea bora unajua unasema kitu cha ukweli, kitu yaani ya kujenga mtu mahali. Uwe na courage ya kusema hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sababu ya muda. Nikimaliza huwa nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi najua kuna wanataka watoto wa anatuambia hata hawatafika hapa. Haya yamekuwa maneno ya kanisa, mafunzo ya kanisa kwa wenye hawaja kuja na wenye walikuja. So mambo ya kanisa yabaki wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya kanisa yabaki wapi? Akisema kwamba mja kuona ile shida. Unajua wengine wanataka sema mja kuona ile shida. Mshauri bora. Mshauri ya bora. Mshauri. Hiyo ndio nasema hapa hakuna chenye tutakuwa tunaenda.